jinsi tuliweza kukua. Kwanza sisi familia ilikuwa ni ile familia ya chini kabisa. Baba yetu alikuwa ni ule mtu ambaye alikuwa anaandikwa kwa boma za watu, anafanya kazi ili sisi tuweze kuenda shule. Ametusongeza hivyo, ametupigania. Tumefika mahali ambapo hata nasi tulikuwa tunarudisha mkono. Lakini imekuwa ni bahati mbaya. Amekuwa ni motivator wetu, amekuwa ni rafiki yetu. Tukikuja hapa mama anatupokea kama watoto wake. Tunapokuja hapa anatufanyia makubwa. Hatuwezi enda, huwezi kuja kwake urudi bila kitu. Mnapoangalia kwa shamba hapo ni ndizi. Lazima angetupatia ndizi, hata zingine anatutumanishia. Walikuwa ni wazazi wa kutujali. Wakati likizo kama hii unapata ya kwamba wanakuuliza, leo watoto wako aje, wanaendeleaje? Wacha tuwatumie ndizi wafanye, wakikula wasongezee hii likizo. Walikuwa ni wazazi wa msaada sana kwetu. Na ninaposema mimi ni mwanafunzi kule Baraton, babangu ambaye amelala amekuwa ni msaada kwangu. Amekuwa sijui alikuwa anatoa wapi pesa, lakini amekuwa akinisupport, na bado niko na miaka mingine miwili mbele. Sasa sijui ni nani atakuwa ananisupport, sababu niko na watoto ambao wanasoma. Mimi mwenyewe sijui itakuwaje. So ni babangu amekuwa ni mtu wa msaada, amekuwa akinisupport, na ninaomba yeyote ambaye ataweza kunisikia, kwa sababu huyu mzee amekuwa ni mtu wa msaada kwangu. Ninaomba serikali yetu kuu, Mheshimiwa Ruto, mahali ambapo unanisikiza, tumepata pigo kubwa. Tunaomba ya kwamba hakika upate kutushika mkono. Kuna gavana wangu Mr. Venancio Esparza, tangu nipatwe na hili janga sijamsikia mahali popote. Ambaye ni my governor kule Kakamega. Ninaomba mahali popote ambapo unasikia ujumbe huu, tafadhali ninaomba msaada wako ikiwa utaguzwa. Kuna gavana wetu wa nyumbani Mr. Otichiro, ambaye ni gavana wa mume wangu, mahali ambapo nimeolewa kule Bunyore. Naye popote ambapo unasikia ujumbe huu, tunaomba ya kwamba hakika kaweze kutufika karibu na uone ni lipi ambalo tunafaa kusaidiwa, hakika upate kutushika mkono. Asante. Ilipofika kitu saa 2:10 hivi, shemeji yangu akapigiwa simu. Akawa anaulizwa kwamba kuna namba ambayo ilikuja. Akawa anaulizwa, unajua hii namba? Tukasema hii namba naijua, ni ya bwanangu. Basi mwenye alikuwa anawapigia akamwambia kwamba basi wamepata ajali mbaya, wengi wamekufa na wengine wamepelekwa hospitali kule Ugis. Hapo tulishindwa la kusema, tulishiwa na nguvu. Kwanza alituficha, tukamlazimisha hadi akatuambia. So alipotuambia tukapokea hiyo habari kwa huzuni kubwa mno. Tulipopokea hiyo habari, hapo ndio tuliweza kupigia rafiki wetu mwingine, akaweza kututafutia taxi ambaye anaitwa Steven Mbaria. Huyo ndiye alituconnect na taxi ambayo ilikuwa hapo karibu, na hapo ndio tuliweza kutoka. Tunashukuru yule driver ambaye alituleta. Hakika hakukawia njiani. Tulikuja kufika kitu saa 6 tulikuwa tumeshafika kule Ugis. Na ninashukuru watu wangu wa kanisa la nyumbani ambao ni wazee wa kanisa la Rangenyo na washiriki wote. Tuliweza kuwapata pala wale ambao waliwezeshwa kufika kule. Waliweza kutupokea, na tulipokuwa tukiingia tukapata wale ambao waliweza kupata majeraha makubwa. Tulipata wakitolewa wakipelekwa Nyamira. So hapo tuliweza kuingia, wakatupokea, wakaweza kutupeleka penye mili iko.
hakika hatukuamini macho yetu. Hatukuamini ya kwamba watu ambao tuliachana kwa masaa machache ya kwamba maisha yao ilikuwa imeisha. Tukawa tumepoteza wazazi wangu wawili, baba na mama, ambaye nilea na Kebaso. Kuna ango yangu ambaye anaitwa Oyaro, aliweza kupoteza maisha. Anti yangu Jane ambaye alinipeana kule kwa harusi wakati mamangu alikuwa amechelewa, aliweza kupoteza maisha. Kukawa na kazini yetu ambaye mamake amekufa juzi, ambaye anaitwa Esther. Tumekuwa kule na matanga, tena matanga ingine imepatikana pale ambaye ni Esther mwenyewe amekufa, pia aliweza kupoteza maisha. Kwa hivyo ni huzuni kubwa. Sisi kama jamii, sisi kama kanisa, sisi kama kijiji tumeweza kupokea pigo kubwa katika maisha yetu. Yaani ni mambo ambayo tumekuwa tukiyasikia kule nje. Hatukuwahi jua ya kwamba siku moja itaweza kufika kwa boma yetu. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni azidi kutupa nguvu, azidi kutuwezesha, azidi kufariji hizi familia zote ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao. Na kuna wapendwa wetu ambao pia waliweza kupona, wako hospitalini, bado wanaendelea kupokea matibabu. Na huenda kuna vitu ambavyo wanafaa kufanyiwa, lakini kwa sababu ya kifedha wawezi fikia. Kama dada Janet, dada Agnes. Dada Janet aliumia, kumbe ilikuja kugundulika jana kwa kwamba mifupa iliweza kufunjika. Sana anahitaji kuangaliwa sana. Kuna dada Agnes ambaye meno iliweza kuumia na imeweza kuachana, so inatakikana aweze kung'olewa hiyo meno. Na kuna maumivu hata na macho. Mkono unafaa kuwekewa chuma. Kuna Agnes mwingine pia mkono unafaa kuwekewa chuma. Watu wanaumia. Kuna ndugu yangu ambaye anafaa kurudi x-ray, ambaye aliweza kupona, na kuna rafiki yake mwingine ambaye pia bado angali na maumivu. So tunaomba ya kwamba baada ya hao mazishi watu waweze kuangaliwa vizuri, mahali penye hawajapata matibabu vizuri waweze kupokea matibabu ambayo itaweza kuwasaidia ili nao wakaweze kupona haraka, wakaweze kurejelea katika shughuli zao. Na zile familia ambazo zilipoteza wapendwa wao, hakika binafsi sijapata amani katika moyo wangu, sababu ilikuwa ni furaha inageuka kuwa kilio. Ninaomba ya kwamba Mungu azidi kuwafariji, Mungu azidi kuwapa nguvu, Mungu awezeshe katika kila hali, ya kwamba ile siku yenye Mungu ataweza kurudi katika ulimwengu huu, ataweza kutuambia ni nini ilikuwa majibu ambayo